Dunia imeshtuka baada ya ujumbe wa kushangaza kutoka kwa Chama cha Mapinduzi kutikisa medani ya siasa. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa na kusihi subscribe. Katika mkutano wa hadhara uliofanyika Itigi, wilaya ya Manyoni mkoani Singida, Kenani Kihongosi ambaye ni katibu wa NEC wa itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi alisema kwamba licha ya Tanzania kuruhusu mfumo wa vyama vingi tangu mwaka wa 1992, bado kuna baadhi ya watu wa vyama vya siasa vinavyotumia fursa ya demokrasia kukuza vurugu na uasi. Kiongozi aliwataka Watanzania kutambua kuwa demokrasia si ruhusa ya kufanya fujo, bali ni njia ya amani ya kuchagua viongozi kupitia sanduku la kura. Kauli yake imetokana na msukumo wa vyama vya upinzani kusukuma kampeni kali na kuonya dhidi ya utumizi wa migogoro kama njia ya kisiasa. Hii inakuja wakati Tanzania inakabiliwa na maswali kuhusu hali ya demokrasia, uhalali wa michakato ya kisiasa na usalama wa raia wakati wa harakati za kisiasa. Tanzania ilipitisha mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 1992 baada ya tume iliyoundwa na Rais Ali Hassan Mwinyi kuhimiza mageuzi kisiasa na marekebisho ya katiba kuruhusu siasa za vyama vingi. Sheria ya vyama vya siasa nambari 5 ya mwaka 1992 ilianza idhini rasmi ya usajili wa vyama mbalimbali na Tume ya Taifa ya Uchaguzi ikaundwa mwaka 1993 kwa kuendesha chaguzi chini ya mfumo mpya. Hadi leo ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inaorodhesha angalau vyama 19 vilivyopata usajili, ikiwemo vyama vyenye ushawishi kama Chama cha Wananchi CUF, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, NCCR Mageuzi, United Democratic Party na vingine vingi. Hata hivyo, wachambuzi wa siasa na wanazuoni wanasisitiza kwamba mfumo wa vyama vingi umeendelea kuwa katika hali ya vyama vingi vya jina tu, ambapo CCM imekuwa ikishinda kila uchaguzi kuu tangu mfumo huu uanze. Wengi wanaona kuwa vyama vya upinzani vimekuwa vikipata vikwazo katika kujiimarisha kutokana na upungufu wa rasilimali, vikwazo vya sheria na ukosefu wa usawa dhidi ya chama tawala. Kiongozi alisisitiza wazi kuwa demokrasia ya vyama vingi inapaswa kutumiwa kwa kuheshimu misingi ya utulivu wa haki. Kuna watu wako tayari kutafuta uongozi hata kama kwa kuumiza watu wengine. Kuna vyama vinaambia Watanzania fanyeni vurugu muidai haki, na kuna haki ya vurugu. Hatuna taifa lingine zaidi ya Tanzania, alisema Kihongosi. Lakini kauli hii inaweka msitizo juu ya muhimu wa amani mbele ya vurugu kama chombo cha kisiasa. Kauli hiyo pia inaonekana kukumbana na matukio ya kisiasa chini, ambapo kutokuwa na utangamano katika michakato ya kisiasa kumeibua maswali kuhusu wiango wa demokrasia, hasa katika mchakato wa matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tangu uchaguzi huo, vyombo vya kimataifa na vikundi vya haki za binadamu vimeripoti changamoto na vurugu ambavyo vimepanda kiasi. Na katika ripoti ya taifa la Umoja wa Afrika AU juu ya uchaguzi wa mwaka 2025, washiriki wa uchunguzi walisema kuwa uchaguzi haujakidhi viwango vya demokrasia vinavyotarajiwa na AU. Zaidi ya hayo, maandamano makubwa yaliibuka baada ya uchaguzi huo, ambapo raia wengi walipinga matokeo na kile walichokiona kama udhibiti wa upinzani na upungufu wa uwazi. Mashirika ya haki za binadamu ikiwa ni pamoja na Amnesty International yameripoti kukamatwa, mateso, ukandamizaji wa upinzani, huku baadhi ya viongozi wakamatwa na kufungwa gerezani kwa hoja za kufanya siasa potofu. Vyama vya upinzani vikiwa na hoja za kutaka mabadiliko ya kina katika mifumo ya uchaguzi na viwango vya uwazi, vimekuwa vikitaka serikali kukubali mfumo wa ushirikiano au serikali ya mpito ili kurejesha uhalali wa michakato ya kisiasa. Chadema, moja ya vyama vikubwa vya upinzani, ilitaka serikali ya mpito baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 kutangazwa kuwa halali, ikisema uchaguzi huo haukuwa na uwiano. Mdahalo juu ya vurugu katika siasa za Tanzania unahitaji pia kueleweka kwa mtazamo wa historia ndefu ya chama tawala.
CCM kilichoundwa rasmi mwaka 1977 kutokana na muunganiko wa TANU na ASP kilikuwa chama kimoja cha taifa hadi katiba ilipopitisha mfumo wa vyama vingi mwaka 1992. Chama hiki kimeshika hatamu ya uongozi tangu uhuru wa nchi mwaka 1961 na limejijenga mtandaoni ama mtandao mkubwa wa wapiga kura, viongozi wa ngazi mbalimbali na misingi ya kisiasa. Kwa upande mwingine, vyama vya upinzani vimekuwa vikikua polepole kutokana na changamoto za kifedha, muundo dhaifu wa uongozi na mara nyingi kikwazo cha kisheria au ukandamizaji wa kisiasa. Chadema na vyama vingine vimejaribu kupambana na vikwazo hivi, lakini mara nyingi ushindani umeshindwa kuvutia. Kauli ya kiongozi inaonyesha msitizo wa CCM juu ya kulinda amani na utulivu wa taifa, lakini pia inaibua maswali kuhusu msimamo wa wanawake wa siasa dhidi ya vurugu kama silaha ya kisiasa. Na hii ni wakati ambapo changamoto za kisiasa kama ukandamizaji wa vyama vya upinzani, kizuizi na uhuru wa vyombo vya habari na kuibuka kwa mashinikizo ya kisiasa vinazidi kufunuliwa na ripoti mbalimbali za ndani na kimataifa. Mjadala huu unachochewa na ukweli kwamba demokrasia ya vyama vingi haijifanyi kamili chini ya Tanzania, na baadhi ya wanazuoni wanaiona kama mfumo unaohitaji marekebisho ya kina, hasa katika kuhakikisha uwiano wa nguvu za kisiasa, uhuru wa vyombo vya habari na nafasi sawa za vyama vyote vya siasa kushindana kwa kweli. Kauli za viongozi kama kiongozi na matukio ya kisiasa yanayofuata na uchaguzi wa mwaka 2025 ni muhimu kwa sababu yanagusa msingi wa demokrasia ya nchi. Haki ya wananchi kuchagua viongozi kwa njia ya amani na uwazi. Vurugu kama chombo cha kisiasa sio tu vinavunja kanuni za kidemokrasia, bali pia vinaweza kudhoofisha imani ya raia kwa taasisi za dola, kuchochea ukosefu wa utulivu na kuathiri maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kwa hivyo mjadala wa sasa unaonyesha haja ya kuboresha miundombinu ya kisiasa, kulinda haki za vyama vyote vya kisiasa na kuhakikisha uwiano wa nafasi za kisiasa, ili demokrasia ya vyama vingi iwe sio tu jina bali utekelezaji wa kanuni thabiti za kisiasa nchini Tanzania. Ndio hayo tulikuwa tumekuandalia siku hii ya leo kutoka hapa TanzaPulse, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina, bila kupindisha, bila kuchelewa. Zidi kuwa nasi kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Vile kwa wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tu tunapoziweka, unachotakiwa kufanya ni kugonga alama ya kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tu tunapozileta hewani.